bei ya hizi pikipiki. Hilo ni swali kubwa sana hilo. Kwani shilingi ngapi? Kwani hii kama shilingi ngapi? All the way from Dar es Salaam, Tanzania. Ni page number 2, episode 2. Tuko hapa The Clutch na leo niko na mwewe. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Yeye mwenyewe kashtuka, ni hatari sana. Bwana, mambo vipi? Poa poa. Huyu anaitwa Musa. Kwa nini wanakuita mwewe? Hebu nielezee hivyo. Chap sana. Mimi naitwa Musa Juma. Shughuli zangu mimi ni mbunifu au wanasema kitaalamu zaidi ni graphic designer. Umeniuliza kuhusu jina la mwewe. Mwewe, yani hiyo jina ndio jina famous sana. Jina hilo bwana nilipewa rafiki kwa sababu labda ya kukimbia. Tunakuwa tunakimbia sana. Mwendo yani. Mwendo. Hatari sana. Unaendesha bike gani sasa hivi? Sasa hivi naendesha BMW 1250 GS. Musa, umekuwa rider kwa miaka mingapi? Ni muda mrefu sana. Nafikiri toka labda mwaka 1998. Tangu mwaka 98? Tunaenda shule, tunaendesha pikipiki nyumbani tunaendesha. Mwaka halo kitambo sana yani. Sana. Na imani wengi wetu tulikuwa bado kwenye kaptula za wazee. Hatari sana. Sasa ilikuwaje ukaanza kupenda pikipiki na kama unapenda bike mpaka leo? Pikipiki nilipenda kwa kweli kwa sababu nilikuwa nyumbani. Mzee alikuwa na pikipiki ndogo, pikipiki ilikuwa inaitwa Suzuki Body, scooter. Scooter hizo? Alikuwa anaitumia mzee kwa shughuli zake za kawaida. Kwa hiyo na mimi sababu mimi ni mtu wa kiume mkubwa. Kwa hiyo mimi nilipenda kuendesha pikipiki. Kwa hiyo na mzee naye baada ya kuona naendesha pikipiki na napenda, baadaye mwanzo kwa tulikuwa naiba pikipiki kwa kificho. Baadaye kuona kumbe naweza kuendesha, basi nikapewa kazi kwa nani ya kuachukua madogo shule. That was the first bike ambayo umeendesha hiyo ya nini? Lakini mwenyewe personally kuja kununua pikipiki yako ya kwanza ulinunua pikipiki gani? Nilinunua kuna pikipiki inaitwa Honda MD70. MD70? CC 70 MD70. Hivi kuna MD30 alafu kuna MD70? Hapana, hii ni tofauti. Hii Honda 70 lakini ni kama model MD. Okay. Kuna 50 na kuna 70 pia. Ambayo na kuna 90. Iko CC ngapi? CC 70. CC 70? 70. Mwaka gani hiyo? Sasa ile ya mwanzo Suzuki Body ile ni CC 50. Mwaka gani hiyo? Hiyo ilikuwa mwaka 2004. 2004 yani, na hiyo ndio ilikuwa bike yani proper. Unajua kwa kipindi hicho, kwa sababu ilikuwa tujaanza sana mambo ya adventure na nini, ilikuwa sana bike za kukata mitaa, commuting tu mjini na nini. Kwa hiyo scooter ndo zilikuwa nyingi sana kipindi hicho. Pikipiki kubwa kipindi hicho ilikuwa Baja. Baja msema tuna Baja wewe. Selara yani Selara kipindi hicho mtu akiwa nayo ndo kama vile ana GS sasa hivi. Tuje tuongelee sasa sehemu ya usalama, safety. Umeendesha bike kwa muda mrefu sana. Kwa story yako hiyo tangu mwaka 98 ni hatari sana. Tukizungumzia swala la usalama, kwa uzoefu wako wewe unaona ni kosa gani kubwa ambalo riders wanalifanya? Kosa kubwa riders wanalifanya ni kwa ujumla kuendesha pikipiki kwa mazoea. Kuendesha kwa mazoea maana yake kwamba watu hawafatishi taratibu na sheria za usalama barabarani. Hiyo inajumuisha kuvaa kofia barabarani, watu kuendesha ovyo, kuta mtu mara kwenda tukapenya, mara kasimama na nini, yani kutokufuata sheria kwa ujumla. Kwa kipindi chote hicho umeshawahi kushuhudia ajali ambayo unasema hii bwana, hii noma, hii pikipiki bwana hatari, yani wewe mwenyewe kwanza ukatubu kwanza? Nimeshuhudia na mimi mwenyewe nishawahi kupata ajali moja kubwa. Acha bwana. Mwaka gani hiyo? Ilikuwa mwaka 2023. 2023. Ilikuwaje? Ilikuwa safari, tulikuwa tunaenda Mwanza. Ilitokea Singida kwa mida kama saa 2 hivi au 2 kasoro hivi, maeneo ya Ikungu. Nje kidogo kabla kufika Singida mjini, kama kilomita 25 hivi. Tunakwenda hivi, akatokea dereva bodaboda akatisha ghafla. Kwa hiyo akaniingia.
Kaingia kwa wewe ndio ukajaa manake. Acha bwana. Hii ajali ilikuwa kubwa sana sababu dereva yule Jesse alifariki na alikuwa amebeba abiria naye baada kama wiki ilisikia amefariki. Pole sana. Asante. Injury ilikuwaje kwa wewe? How was the impact? Impact ilikuwa kubwa kwa sababu nilivunjika tire hili. Acha bwana. Nilivunjika. Lakini ulikuwa umevaa helmet? Nilivaa helmet na kusema kweli helmet pamoja na gear zilizovaa zilisaidia sana. Kwa sababu mtu alikuwa ukiniona hivi kawaida unaweza kusema sijapata athari yote. Sababu sikuchunika, sikupata hata jeraha hata kidogo. Sasa nafikiri kioo hiki ndivyo katika ndakozi ya kuanguka pili nilipiga usawa huu. Kwa sababu ilipasuka mfupa huu. Na ulikuwa na bike gani? Nilikuwa na BMW 1250 GSA. Hadi Adventure ile kubwa. Adventure. Sawa. Kwa baada ya hapo sasa, kwa sababu mlikuwa porini, what happened yani? Hebu tupe story tu kwa kifupi yani. Ilikuwaje hapo haraka yani ile huduma ya kwanza nini? Uzuri ni kwamba kwa sababu tulikuwa group. Tulikuwa convoy. Tulikuwa wengi, tulikuwa kama watu 8 au 9. Kwa hiyo riders wenzangu nilikuwa nao wao ndo walionisaidia pale. Kutoka pale kuna dispensary karibu pale jirani. Dispensary pale wakanipa referral nikapelekwa kwenye hospitali ya kama kitongoji pale, hospitali kubwa ya Mission. Kule na yenyewe kwa sababu ilikuwa ni kipindi cha mwisho wa mwaka Christmas. Kwa hiyo walisema madaktari wale kidogo madaktari bingwa ni ngumu kuwapata maana mpaka sikukuu ishi. Kwani hapo kawekwa benchi kwanza mpaka sikukuu ishi. Sisi tulichokifanya mpaka asubuhi ile pale ilikuwa hakuna huduma yote kubwa ambayo nilikuwa nimepata. Tukafanya mpango pale tupate ruhusa nije daa huku niende Moi. Na wenzangu walifanikiwa siku ya pili kwa sababu ilikuwa siku ya pili ile mida kama 5 saa 6 hivi nilitoka pale hospitali kufanya mpango kuchukua gari kwenda Dodoma kwa ajili ya kupata ndege kwa ajili ya kuja Dar es Salaam. Baada ya kufika Dodoma pale tulikuwa tumechelewa, ndege ilikuwa ishajaa jioni kama saa 11:30. Ndege ikaondoka saa 12. Kwa hiyo tukalala pale, asubuhi ndege ya kwanza tukachukua tukaja Dar es Salaam, tukafikia moja kwa moja Moi. Tena pale kwa kweli nashukuru tukapata huduma tu vizuri. Kwa upande wa safety in the previous episode tulishazungumzia mambo mengi, mambo ya helmet na nini. Sasa leo mwewe atuambie tu rider kabla hajasafiri safari ndefu vitu gani vya usalama lazima azingatie? Ya kwanza natakuwa lazima uhakikishe chombo chenye pikipiki yenyewe yani iko vizuri. Ndio. Haina changamoto yote, haina shida yote, upiga service iko tayari. And then wewe mwenyewe gear zako yani ziwe ziko vizuri, ziko proper, helmet na nini. Na kingine yani uhakikishe umejiandaa vizuri. Sawa. Mindset kila kitu, okay. Tuzungumzie sasa kwa bike ambayo unatumia sasa hivi. Umekuwa ukibadilika sana. Mara leo una hii, leo una hii. Leo naona kuna chuma kingine kama hivi ninavyokiona. Sawa. Hii ni 250. Wewe bike ambayo unapendelea kuitumia zaidi ni ipi? Bike napenda kutumia zaidi ni GS nikimaanisha kama 1200, 1250 au 1300 inshallah. Kwa nini GS? GS ni bike ambayo kwa labda hapo kuna kitu kimoja nafikiri. Mimi kwa riding style yangu na kwa kuwa napenda mara nyingi sana nakuwa nafanya safari ndefu. Kwa hiyo GS ni nzuri. Naipenda sana kwa sababu iko comfortable na iko capable kwa kupiga on road hata na off road. Unaenda vizuri. Hebu sasa izungumzie GS yani technically ukiwa wewe kama mzoefu wa muda mrefu. Na ni mwaka gani umeanza kuendesha GS? Au GS yako ya kwanza yani ilikuwa ni ipi? GS ya kwanza nilitumia ilikuwa 1200 GS Adventure ya 2012. Hebu izungumzie hiyo technically na maswali ambayo unakutana nayo kwa watu wengi. Yaani wewe ukifikaga sehemu cha kwanza watu wanauliza nini? Kwanza jambo la kwanza ambalo unajua GS hizi pikipiki mtu akiangalia hivi kidogo linatisha fulani. Unaona kama vile kubwa hivi kama vile ni giant fulani hivi. Lakini pikipiki moja ambayo
ukiendesha, yani wewe mwenyewe utakubali ni pikipiki ambayo iko tofauti, iko smooth na nini. Mimi ile GS yangu ya kwanza naweza nikasema nilipata sio kama vile labda nilizamia kuchukua na GS. Ilitokea tu pikipiki kuna mtu alikuwa anauza kidogo, ilikuwa affordable, ilikuwa na hela, akasema wacha tu ngoja tuiweke huku. Na kabla hiyo ulikuwa unaendesha bike gani? Kabla hiyo nilikuwa na, kwa sababu tumeongelea mwanzoni ya kwanza, lakini hapa katikati hujatupa story nyingine. Hapa katikati kwenda kwenye GS. Hapa katikati nimeendesha hizi XLR, Baja, nikaja kuendesha Honda Super 4 400cc, kuna Super 4 pia 1000cc na kulikuwa na F1 na 300. Lakini hizo sikana sana na nilikuwa naendesha sio kwa ajili ya kama vile safari. Sana mjini tu kwa safari fupi. Sio ndefu. Yeah. Sio ndefu sana kama sasa hivi tunafanya. Yeah, alafu baadaye nikaja kuwa na BMW F800R ambayo kutoka hiyo pia nilikuwa na nani GS nani F800 GS, lakini sikukaa nayo sana, ndio nikaja kuwa na F1200 GSA ambayo hiyo pikipiki yani nilipochukua kuichukua wanasema yani kwa naona kama vile hii pikipiki ni kubwa sana, sio kama nitaliweza. Nikalichukua, nilienda kuichukua usiku, nilikuwa kama Jumamosi hivi. Jumapili nikae nikasema ngoja kidogo nitoke na mjini kidogo niendeshe nione ikoje. Sababu nilikuwa na kama kaoga fulani. Ile ride niliyotoka home nikasema ngoja niende mjini na kurudi. Naweza nikasema mpaka sasa hivi ule oga hata sijui hata uliishia wapi. Yani ulipotea wenyewe. Kwa sababu pikipiki yani ni nzuri sana kwenye ride. Na ni pikipiki ambayo ni rahisi sana kubond nayo. Kwenye bike hizi GS zina mfumo huo wa kupush hizo tairi, ina push tairi ya nyuma, ina push huo mfumo, ina nini? Ina shaft. Ndio. Tofauti ya shaft na chain. Alafu pia wewe mwenyewe kwa uzoefu wako mtu unaweza kumshauri nini? Hata kama kuna wengine hawapendi mapikipiki makubwa, lakini hiyo mfumo tu wa shaft na chain, hebu elezea tofauti yake. Unajua mfano kama kwenye chain advantage zake zikoje na huko kwenye shaft advantage yake ikoje? Ya kwenye chain kwa kiasi kikubwa chain ukilinganisha na shaft tofauti kubwa sana, labda kwa pikipiki ambazo kama zile za racing zile kidogo chain ni nzuri zaidi kutumia, kwa sababu wanasema wenyewe kitaalamu, yani power inapotoka kwenye engine kuja kwenye tairi, yani power inakwenda vizuri zaidi kwa mfumo wa chain kuliko mfumo wa shaft. Lakini kwa matumizi yetu sisi chain, shaft, power sio sana, kwa sababu sisi tunafanya adventure na nini, mara nyingi tunakwenda at a controlled speed. Kwa hiyo kwa sababu atufanye racing sio issue kubwa sana. Sasa advantage hapa naweza kusema ipo kwa shaft kwa matumizi yetu sisi, kwa sababu shaft kidogo ni rahisi kuimaintain. Kuimaintain kivipi? Kwa sababu shaft mfano labda kama sasa hivi ukifanyia service utaisafisha tu, utatia grease. Ukishafunga hapo, maana yake hapo tena labda utaangalia labda baada ya kilomita 10 utaangalia tu, je, grease hivi imekauka au vipi, au la kama ilikuwa ni kipindi cha mvua, kipita mvua, utaangalia je, maji yameingia au kama haijaingia, basi. Kwa hiyo kwa kilomita 10 au kilomita 20 unaigrease tena upya. Lakini chain kulingana na matumizi yetu sisi hapa Tanzania kidogo inakuwa inachafuka. Na sumu ya chain ni mchanga. Kwa hiyo chain mara nyingi uko unatumia unataka uwe unaisafisha mara kwa mara ili iweze kudumu kwenda mileage nyingi. Kwa sababu chain kama unatumia kawaida tu hivi, kama usafisha vizuri unaweza kutumia kilomita 5 tusipige ndefu. Lakini kama unaisafisha vizuri unaweza kupiga kilomita 20, 25, 30 kwa chain zile original. Lakini kwa shaft sisi hapa hii, yani kwa kazi yako inakuwa una kila baada ya kilomita fulani unaangalia tu grease, unaweka grease, basi unaweza ukatumia hata mpaka kilomita 200, 300 huko, labda itokee changamoto tu nyingine ambayo sio guarantee, kama labda ikishafika labda mileage fulani inabidi lazima uibadilishe. Hii haina. So from the previous episode kuna mtu alisema kitu kimoja kwenye hizi bike kubwa, wanasema kwamba zina mwendo lakini hazina brake. Sasa aliongea kwa upana kwamba eti hazina brake au sema brake zake sio nzuri. Wewe unazungumzaje mfumo wa brake wa GS?
braking system yote kwa ujumla ni? Kwa experience yangu braking system iko sawa. Lakini unajua hizi vitu hata mtengenezaji mwenyewe anasema kabisa breki ameweka ni, lakini mwisho wa siku ufanisi wa breki unakuja pale kwenye mtumiaji atakavyoitumia kwa usahihi. Kwa sababu kama ingekuwa breki tu kushika ndio ushamaliza, maana hata ajali zisingekuwepo. Yeah. Lakini utakapoitumia kwa ufanisi, maanake hapo pia breki inahitaji ujuzi. Sio tu alimradi tu umekamata tuna nini breki inakamata, inahitaji pia ujuzi. Kwa hiyo muhimu breki kuitumia kwa ufanisi, utapata matokeo mazuri. Kama breki ziko sawa, hazina shida yote. Hizi bike zina mfumo wa ABS. Una tofauti gani na kawaida kwa mtu ambaye hajui yani? Hiyo ABS inafanyaje kazi kwenye hivi pikipiki? Ya breki kwa kawaida, kuchukulia breki, yani mfumo wa breki kwa kawaida. Chombo kikiwa kinakwenda, kama unahitaji kusimama kupunguza mwendo, utakamata breki. Sasa ukikamata breki, inachokifanya ile inazuia matairi. Ikizuia matairi, sasa inategemea na kwa kiasi gani uta apply pressure. Sasa hapo itategemea kama uta apply taratibu, maana yake itapunguza speed taratibu vile inavyokuwa inakamata. Sasa na kawaida tairi ikiwa inalazimishwa kusimama, lazima itasota. Itaskid kwa sababu barabara mara nyingi inakuwa na kama kuna michanga au kuna vumbi, itasota. Sasa mfumo wa ABS umetengenezwa kutatua hii changamoto, kwa sababu ikisota maana yake unaweza kuteleza ukaanguka most likely. Kama ukipiga brake katika kawaida kama ikisota, maana yake ni uwezekano mkubwa ukateleza ukaanguka. Sasa mfumo wa ABS unakuja kwa ajili ya kutatua changamoto hiyo ya kutokuanguka. Sasa ABS inachokifanya, ukikamata haishiki moja kwa moja tairi, yani moja kwa moja. Sasa brake inachokifanya kwa mfano, yani ABS inafanya kama kuna nini, yani kama inakamata naacha, kama inakamata naacha. Sasa ile inapunguza ile kusota. Yeah. Tukiongelea maintenance, kwa hizi bike kubwa huwa unafanya service baada ya muda gani? Na oil gani unatumia? Au oil aina gani yani ambayo unatumia? Mimi binafsi natumia Castrol ile full synthetic 5W40 au 10W40. Na kwa ile oili wenyewe wamerecommend kutumia kwenda kilomita 10,000, lakini mara nyingi inaenda kilomita 7,000 na badilisha. Nikienda kilomita 7,000 na badilisha, na nikibadilisha oili, nabadilisha na oil filter. Tofauti ya hiyo 5 na 10W40 ni 5W40 inakuwa ni nyepesi zaidi. Na hiyo 5W40 ni nyepesi, na ndio ambayo mtengenezaji wenyewe BMW wenyewe wamerecommend kutumia hiyo, lakini hiyo inategemea na mazingira ya hali ya hewa. Hiyo inatumika katika mazingira ya baridi na joto kidogo la wastani. Kitu inamata sana. Kwa sisi nchi zetu ambazo kuna joto kali, ni vizuri kidogo kuongeza namba juu kidogo. Kwa sababu oil inapotumika kwenye engine, ikipata moto inazidi kuwa nyepesi zaidi. Sasa hiyo sio nzuri inaweza kusababisha hitilafu kwenye engine. Kwa hiyo ukitumia 10W40 maana yake inakuwa nzito kidogo, kwa hiyo ikikutana na ile joto letu hapa kidogo inakuwa iko vizuri. Sawa. Na hiyo ni kwenye hizi bike kubwa tu. Hizo bike kwa mfano za kawaida hizi ambazo tunazitumia kila siku hizi, kwani watu wenye bike za kawaida hizi bodaboda nini ndogo ndogo, hicho kitu pia wanatakiwa kizingatie? Cha 5 ama 10 ni kitu muhimu sana, yaani kwa sababu kila pikipiki mtengenezaji ameitengeneza itumie oili ya aina fulani. Ndio. Na ndio maana hata madukani hakuna oili ya aina moja, kuna oili ya aina nyingi. Kwa hiyo mtu ni muhimu sana kujua pikipiki yake inatumia oili ya aina gani. Siku hizi mtandao upo, ni mtu mwenyewe tu kufanya initiative, akaingia Google akasearch tu pale tu, labda pikipiki fulani inatumia oili gani. Au hata ikiwezekana kupata manual ya hiyo pikipiki. Kwenye manual zile watengenezaji wa pikipiki wanakuwa wameweka kabisa oili, vifaa, vipuri na nini vyote vya kutumia ni vya aina gani. Nilikuuliza mwanzo
maswali ambayo unakutana nayo ukisafiri na bike huko, ukikutana na watu, naona kama ukalikwepa hilo swali. Hapana, si nilikwepa, nimelisahau tu. Ya maswali yako mengi. Swali kubwa kwanza, watu wengi wanataka kujua kwanza bei ya hizi pikipiki. Hilo ni swali kubwa sana hilo. Kwani hii kama shingapi? Sasa watu kuwatajia hivi, unakuta watu wanaruka. Uzuri sasa hivi tunaambia bwana, una bando hapo, hebu ingia tu online. Sasa andika jina la bike. Mimi sasa hivi ninachokifanya, simtajii mtu bei. Naambia tu bwana, una simu ya nani hapo, ni smartphone. Una data, ingia type kifani tafuta. Atakayokutana huko nayo mwenyewe anafurahia. Swali jingine ambalo utakaloulizwa, watakuuliza labda hii pikipiki inatumia oil lita ngapi, watauliza pikipiki labda ina piston ngapi na silinda ngapi. Kingine kwa sababu kama njiani uko unasafiri, atakuuliza labda kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani unatumia muda gani, mwendo sasa, mwendo au la unatembea kwa spidi gani. Ndio. Rudi kwenye swala la usalama. Hivi bike kubwa hizi ni salama zaidi kuliko bike zingine zote? Unaweza kuzungumziaje? Kwangu mimi naona hizi bike kidogo ni salama kuliko bike zingine ndogo. Nafikiri hapo kwa vyovyote vile utakuwa unatolea mfano kama vile bodaboda hizi, au unamaanisha bike gani? Hizi ni salama kwa sababu kuna mifumo mingi ambayo kidogo inasaidia usalama. Chukulia mfano tu hata brake yenyewe tu, braking system yenyewe. Hapo tushaongelea tayari ABS. Kiacha ABS. Tena kama tairi la mbele. Ina brake mbili, maana kalipa mbili huku na huku. Sawa. Umeona? Lakini ukiangalia kwenye pikipiki za kawaida hizi, brake iko upande mmoja, ni moja tu. Maana hapo tayari still hapo imeongezewa, ni salama zaidi, maana yani brake yake kidogo unaweza ukapiga kwa kwa ufanisi zaidi. Sawa. Kuna hiyo ABS kama tulioiongelea. Kitu kingine, traction control. Ina traction control ambayo, hebu ielezee mtu anaweza asielewe traction control ni nini? Traction control ni nani? Ni mfumo ambao upo kwenye pikipiki hizi kubwa hizi, ambayo ile kwa lugha nyepesi unaweza kusema ni kama vile kuna kitu kimewekwa ambacho kinakuwa ni kama sensor kwenye tairi. Ile inakuwa inafanya pikipiki inakuwa inahisi tairi zile zinapokuwa zinazunguka, zinavyotembea barabarani. Kwa hiyo traction control inaisaidia kompyuta kwenye pikipiki kuweza kujua labda barabara hii ina fulani, kwa sababu wenyewe hizo wamezitengeneza zina riding modes nyingi. Labda mfano kama barabara ina fulani, ukibonyeza riding mode fulani, maana yake sasa ile itakusaidia kutembea kwenye barabara. Mfano kama kuna barabara za utelezi, barabara zenye za vumbi, changarawe, kuna barabara ya lami kawaida tumesema. Kwa hiyo traction control ile ni kitu ambacho kinasaidia kupita kwenye pikipiki kujua hii barabara inayokwenda iko katika mazingira ya aina gani, na ile pia inakusaidia wewe kama rider, dereva, kuweza kuikontrol pikipiki kulingana na mazingira ya barabara. Umeendesha pikipiki kwa muda mrefu, kuna tofauti gani kati ya kuendesha pikipiki huku mjini na kwenye highway? Tofauti ni kubwa sana. Huku mjini bwana, huku ni vurugu nyingi sana. Mjini bwana, ukiendesha pikipiki hizi tahadhari nyingi sana, kwa sababu kunakuwa na watumiaji wengi. Kuna magari, waendesha magari, waendesha pikipiki, waendesha baiskeli, watembea kwa miguu. Sasa ukiwa unatembea huku mjini, sana ni mitaani, anaweza kukatisha mtu mtembea kwa miguu, anaweza kukatisha mtu anaendesha baiskeli au gari, au waendesha pikipiki tena, kwa sababu ni wengi. Unakuta mtu anaweza kuwa anakwenda tu apate sheria, afanye chochote, mara kachomoka katisha, mara akaenda aonyesha indicator, mara kakunja. Kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna hatari nyingi sana kuendesha mjini kuliko kwenye highway. Highway ni nje ya mji, ni barabara zile ambazo unatoka labda kama kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, mara nyingi zinakuwa haziko busy. Kwa hiyo kule kidogo kunakuwa na usalama fulani. Cornering salama inafanyika vipi? Inafanyikaje? Make hizi bwana bike zinasitika kwa kulala. Yaani kiona riders wengi wanatuma videos
Anashindana kwenye kuilaza bike. Hiyo inakuwaje? Ya cornering salama, kitu muhimu kwanza kwa mtu yatakuwa lazima aifanyie mazoezi ili kuweza kuimaster. Na kitu cha kwanza tunataka kukifanya, upate barabara ambayo ina kona. Ndio. Na isiwe na michanga. Kwenye kufanyia mazoezi sasa. Kwenye kufanya mazoezi isiwe na michanga. Na sasa unachokifanya uko unakuja unaendesha pikipiki yako. Unapoikaribia ile kona, unataka kufanya unasema ni close throttle, yani rudisha mafuta. Unapoianza ile kona sasa ile unaanza kuivutia mafuta, lakini sio kwa sana. Unaivutia mafuta, kwa hiyo ile pikipiki sasa ndio inakuwa kama inakwenda. Kwa hiyo yani utaenda vizuri. Tairi zina mata pia kwenye kuzingatia masuala ya tairi mata za lot. Kwa mfano kama wewe kwa matairi gani ambayo unatumia? Tairi nzuri kwa cornering. Kuna Anaki Adventure na kuna Pirelli Scorpion, kuna Bridgestone zile Battlax A41. Ni tairi ambazo hazina kashata kubwa. Hizo ni road tires. Hizo ni nzuri sana kwa ajili ya ili ya kuendesha kwenye lami. Kuendesha kwenye lami na kwenye kona. Kuilaza kwenye kona. Hizi huwa zina kipimo, unapolaza unaweza kuona umeenda degree ngapi? Pikipiki yenyewe ina kipimo. Kuna pikipiki ambazo zinakuwa zina kipimo, kwa mfano labda ukiwa na ile GPS. Kama hizi 1250 sasa hivi, sababu zina dashboard yake ni TFT. Kuna app ipo ambayo inakuwa inaonyesha engo unayolala pande zote mbili. Lakini kama huna hiyo, hata tairi yenyewe inaweza kukusaidia. Sababu tairi hizi walipozitengeneza zina ufito pale unaonyesha kabisa lolote utakavyolala humu ndio mwisho. Kwa hiyo kama uko unaendesha ukalaza pikipiki, lazima yani zile kwenye zile kingo zile pikipiki yani tairi itagusa. Itaonyesha kama vile tairi imetembelewa. Kuliko kama uko unatembea kawaida tu barabara kawaida tu unaniulaza pikipiki. Pembeni kule kutaonekana kabisa kama hakujagusa lami. Kwa hiyo pia ni njia mojawapo ya kuweza kutambua kama umelala kwa kiasi gani. Tunaenda kwenye rapid fire. Bwana kaka nika segment ya mtu nye juice kwa pamoja. Safi sana. Ndio. Sasa hizi kwenye rapid fire. Hizi chap yani bila kufikiria, yani unajibu kitakacho kutoka ndo hicho. BMW au KTM? BM for life. Chain ama shaft? Shaft. Tubeless ama tube? Tubeless. Manual ama automatic? Manual. Hivi kuna pikipiki za automatic? Ziko zile za mwaka wa mbele sana, kwenye BM ni hizi za 1300 za kuanzia zitoka 2024. Ni automatic kabisa. Au ni discard sio, kuna kamfumo kanakuwa kanakusaidia sio clutch. Hizo ambazo haina kabisa gear lever. Hiyo mbona inakuwa sio unyama. Honda walianza muda mrefu hizo DCT, wanaita DCT kitaalamu hiyo. Yaani hiyo ni nani? Ni kama vile nani? Yaani haitumii mfumo wa nani wa manual gear nani. Okay. Road ama off road? Road. Hivi ni unapenda both? Both. Okay. Kwenye kufanya manunuzi ya accessories, bora ununue helmet ya gharama ama exhaust ya gharama? Helmet ya gharama. Kwa helmet unatumia wewe? Ni aina gani? Mimi natumia nani Nex. X-Wed 3. Zina mpaka hivyo hizo nini models zinaita ama level? Zina model kuna zile za kutembelea mtaani, sema kuna za streets. Kuna za enduro, kuna za adventure, kuna za kwa ajili ya mashindano za racing zile. Ziko aina nyingi za helmet. Okay. Na kuna za kuzia sura pia. Safari ya mchana ama usiku? Safari ya mchana ni safe zaidi. Sawa. Kuna mtu mmoja aliniambia bora unakoenda kwe kuna kucha kuliko unakwenda kunaenda kuagiza. Hamna. Ni bora unakwenda kwa nani kuwe kuna kuagiza. Yaani si afadhali utoke alfajiri saa 10 kuliko utoke mchana au jioni uende kwa unakwenda inaenda kuagiza. Au jana point yangu.
Nimekuelewa, lakini kwa kuongelea mwanzo yote ni sawa, kutoka saa 11 kutoka saa 7 mchana kama utafika jioni ni kiza tayari jioni. Sasa bora kipi? Bora kutoka mapema. Kutoka mapema. Sio? Hivi shaitokea umesimamisha bike kwa sababu mafuta yameisha? Yaani ukaikokota yani. Hapana. Sikumbuki. Hapo wewe ni mzee wa full tank. Naweza kusema hapana, unaweza toka mzee unani mtu wa full tank. Lakini pia akakuishia mafuta. Kitu muhimu ni kwamba kuweza kuna nini? Kuweza kujua pikipiki yako inatumia mafuta vipi. Na kwa sababu unajua pikipiki inakuisha mafuta kwa lugha nyepesi, wewe ni uzembe. Na usiwe mzembe. Unataka ujue kabisa pikipiki yangu hii bwana inakula mafuta kiasi fulani, mafuta niloweka naenda umbali fulani. Kwa hiyo kishafika umbali fulani lazima niongeze. Kuna mtu ashaikuambia bwana pikipiki ni hatari uza bwana. Hiyo sana. Wewe unachukuliaje statement kama hizo? Sasa mimi naichukulia kwanza, huyo mtu hajui kile ambacho, yani kile ambacho ninachokijua mimi au kile ambacho ninachokiona mimi kwenye pikipiki. Tuzungumze sasa kama mkongwe, ukipewa dakika moja uongee na the next generation kuhusu bike, hebu waambie jambo lolote. Hapa ndo mwisho kabisa tunamaliza. Angalia kamera ile pale, ongea kwa kufunga hapo. For next generation mimi napenda kwanza kuhamasisha. Pikipiki ni chombo, unaweza kusema kama labda ni mchezo au ni tasnia ambayo ni nzuri. Waje wajifunze pikipiki, na pikipiki kuna aina nyingi. Kuna za michezo, kuna za kama hiyo enduro, kuna za kama hivi adventure na nini, wajifunze. Lakini kitu muhimu, pikipiki inahitaji kwanza ujue sheria na uzifuate, na inahitaji mtu uwe na discipline. Na kwa vijana kidogo hiyo ni mtihani, sababu kama tunavyoona wakati huo kwa nchini kwetu hapa, vijana pikipiki ambazo kidogo wana access nazo ni hizi za bodaboda hizi. Kama tunavyoona kwenye hospitali, vijana wengi wanapelekwa kule wanapata ajali. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa makini na wasiwe na pupa na hizi pikipiki, watulize vichwa, la sivyo utapoteza mkono, utapoteza miguu, utapoteza hata uhai. Lakini pikipiki bwana ni chombo kizuri, ukitumia ipasavyo. Yes, ladies and gentlemen, until next time, I hope umeenjoy, umejifunza mambo mengi kutoka hapa The Clutch, na leo nilikuwa na mwewe. Hatari sana. Bana, until next time, make sure umesubscribe, like na comment, share pia video hii na wengine waweze kujifunza vitu vingi kuhusu pikipiki ama riding. Until next time.